rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani. Usichelewe na usikie Njoo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani. Usichelewe na usikie Njoo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani. Usichelewe na usikie Haya, njoo usikie nyimbo za mababu wetu walivyoimba kule zamani. Ni gospel za zamani sana. Nilikuambia ya kwamba katika channel hii napokaribisha na kuzidi kukuambia ya kwamba zile nyimbo tunasikiza hapa ama yale maneno tunasikiza hapa ni biblical, ni maneno ya Biblia. Na leo kama vile umesikia hicho kiini cha wimbo kisema ya kwamba njoo rafiki usikize wimbo wa mababu zetu wa zamani. Waliimba vizuri, waliimba wakiwa wamejazwa na roho, waliomba. Kasisi mmoja alinipatia habari ya kwamba wakati mmoja watu walikuwa naomba mahali, na wakiomba akaona miti inaanza kutingika. Yaani upako umejaa, neno limejaa, wako na neema, wako serious, na wako watu ambao wanapenda Mungu. Wakati wanaomba mpaka kunakuwa na earthquake. Hata wakati wa Biblia ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utapata ya kwamba huko zamani wakati kanisa la kwanza lilikuwa lodged, utapata ya kwamba mitume kuna mahali waliomba, wakaomba mpaka kukakuwa na earthquake, yaani kukakuwa na mtetemeko wa inji. Kwa sababu ya nini? Nguvu ya Mungu ikitembea. Ukisoma maandiko mahali pengine katika kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 16 utapata ya kwamba Paulo na Sila pia wako gerezani, wamefungwa, wakaomba na saa 6 ya usiku wakiomba na kuimba nyimbo ambazo zilijaa upako wa Mungu, upako wa kibiblia, maandiko neno takatifu, wakimsifia Mungu mkuu wa majeshi kwa kuwa na mtetemeko wa ardhi. Saa 6 ya usiku nyororo ambazo zilikuwa zimewafunga mikono na miguu zikaanguka, zikavujika, zikaanguka, na milango ya gereza ikafunguka pia. Yaani kumaanisha ya kwamba katika sifa, katika nyimbo, katika maombi kuna nguvu ya Mungu inaotembea pale. Na sasa hizi nyimbo za zamani pia zilijaa neema, zilijaa upako, zimejaa nguvu ya Mungu, na ndio sababu sasa nataka tuzisikize. Na siku ya leo tunaenda kuongea kuhusu upendo. Na nataka nikuimbishie wimbo mmoja hapa ambao umeongea kuhusu upendo. Ni wimbo wa Kikamba wa lugha ya Kikwetu huku iko Ukambani saa hii. Nataka usikize huu wimbo ambao unauliza, je, unampenda Mungu? Je, unapenda ndugu yako? Unampenda Mungu? Unapenda ndugu yako? Hebu sikiza. Nando mwewe ate ila wewe denane nando kwenda omoteja eba kwenda mona ndo mwende tena Yando amwe machani atangie endenie tikili watumwa waka Kuma wakwa mbelele kubikawa Sana tumeukitana tuikila modenya Mwetetenga weka mwenda Mwenanda weka noko Osukana ndo mwewe ate Ila wewe kinani Nando kwenda omoteja Weka mwenda Mwenanda ndo mwetetenga Hallelujah. Amen. Amen. Kayende ni wango yakwa. Ende ni modu malulona nena. Kile koyo kitana mukakila evena. Mwenenga evan benda munyada weka noko. Osukana ndo mwewe ate. Ila wewe dinami. Ando kwenda omoteja. Evan benda munyada ndo mwende tenga. Evan benda munyada weka noko. Osukana ndo mwewe ate. Ndo mwewe ate. Wimbo unauliza,
unapendaje Mungu? Kama umpendi rafiki yako, upendi jirani yako, upendi ndugu yako, hebu sikiza katika kitabu cha Yohana wa kwanza fungu la 4 mstari wa 20. Kitabu cha Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana fungu la 4 mstari wa 20. Sikiza vile maandiko yanasema. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Yaani hapa maandiko yanauliza, anasema ya kwamba mtu akisema, kama kuna mtu ambaye atasema ninampenda Mungu alafu akose kumpenda ndugu yake, huyo mtu anasema uongo. Kama kuna mtu anachuki ndani yake, anachukia mtu fulani, anamchukia andi yake, anamchukia jirani yake, anamchukia baba yake, anamchukia mama yake ama mtoto wake, anamchukia jirani yake, na aseme ya kwamba anampenda Mungu, huyo mtu anasema uongo. Uongo uko wapi? Uongo uko hapa, maandiko yanasema ya kwamba mtu hawezi akampenda Mungu ambaye hajamuona kama anamchukia ndugu ambaye anamuona. Yaani uwezi ukaamuka useme ya kwamba Mungu, God is invisible, useme ya kwamba ninampenda Mungu, alafu iwe ya kwamba unamchukia ndugu ambaye unamuona kila siku, ndugu yako, jirani yako, mtu mnayefanya kazi naye mahali pamoja, mtu ambaye mko kanisani moja, ambapo mnasema ya kwamba mnaenda kanisa pamoja, mtu ambaye unamuona kwa macho haya ya nyama, mtu ambaye unamsikia kwa masikio haya ya nyama. Sasa uwezi ukasema ya kwamba unamchukia huyo na kisha useme ninampenda Mungu, kwa sababu Mungu haonekani. Na sasa mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Yaani ndugu yako, mama yako, jirani yako, huyo mtu wa kwenu, huyo wa ukoo wa kwenu, yaani huyo mtu, Mungu aliumba mwanadamu katika image, katika mfano wake, na kwa sababu ya hiyo sasa mtu huyo ako na mfanano wa Mungu, ako na mfano wa Mungu, anafanana Mungu, anakaa Mungu. Na kwa sababu anakaa Mungu, huwezi ukasema ya kwamba umpendi huyo mtu unayemuona kila siku, kila Jumapili ama kila Jumatatu, mtu huyo ambao unamuona kila saa unamchukia, na kisha pande ingine ungeuke ya kwamba ninampenda Mungu. Ni kama kusema ya kwamba unajua mtu akichukia jirani, ambapo commandment ya Mungu, amri za Mungu inasema ya kwamba na umpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Sasa mtu hawezi ukaamuka, mtu akitembea katika chuki anatembea katika giza, na mtu akitembea katika upendo anatembea katika nuru. Sasa uwezi ukakuwa unachukia na at the same time unapenda. Maana kama wewe ni wa Mungu, una Mungu ndani yako, unambeba kitu kinaitwa upendo. Maana Mungu ni pendo, anapenda watu wote, anapenda kila mtu, hata mwizi anapendwa na Mungu. Mungu anachukia wizi, anapenda mwizi. Mungu anachukia mganga, anachukia unganga, lakini anapenda mganga. Yaani anapenda kumuokoa. Kwa jinsi hiyo, Mungu akaupenda ulimwengu, dunia mzima, akapenda kila mtu, akamtoa Yesu mwana wake wa pekee, ili yule amwaminie Yesu asipotee mbali yawe na uzima wa milele. Kwa hivyo Mungu ni pendo. Ukisema unapenda Mungu, unasema ya kwamba nina pendo ndani yangu. Kwa hivyo haiwezekani ikakuwa unachukia mwanadamu, unapenda Mungu. Yaani pande hii unatembea katika giza na ukingeuka pande hii nyingine unasema unatembea katika nuru. Haiwezekani. Haiwezekani kisima kimoja kinatoa maji matamu na machungu at the same time. Haiwezekani ikakuwa ya kwamba una Mungu ndani yako, una nuru ndani yako, na at the same time una giza ndani yako. Haiwezekani ikakuwa ya kwamba unachukia na at the same time unapenda. Haziwezi kaenda hivyo. Ndivyo sababu maandiko yanasema ya kwamba mtu akisema anampenda Mungu halafu anamchukia ndugu yake, huyo mtu anadanganya, ni muongo, anasema uongo. Maana huwezi ukapenda Mungu ambaye huwa uoni, na halafu ndugu ambaye huwa unaona unamchukia. How do you demonstrate the love of God?
Ndio jambo la kwanza ujue Mungu ako ndani yako ni kuwa na upendo kwa watu wote. Maana Mungu ni pendo, anapenda watu. Kwa hivyo akiwa ndani yako atapenda watu kupitia kwako. Na atapenda wale watu wa karibu wa kwenu, huwezi ukakuwa yani uwapendi na utapenda Mungu. Yani kama unjui kukaa na watu, utakaanje na Mungu ambaye umuoni? Umeshindwa kukaa na watu ambao wewe unaowaona kila siku, utakaanje na Mungu ambaye umuoni kwa macho? Na kama uko na Mungu ndani yako na Mungu anapenda watu, Mungu atakutumia wewe kama chombo kudemonstrate love kwa hawa watu. Maana Mungu mwenyewe hata kuja kuonyesha hawa watu upendo. Mungu atakutumia wewe. Mungu aliyeko ndani yako atajidhihirisha kwa hawa watu kulingana kwa upendo ambao wewe utakao waonyesha. Kwa hivyo watu wengine, hata wimbo inasema kwamba hapa watu wengine huwa wanaokoka Jumapili peke yake. Yani siku hizo zingine kutoka Jumatatu mpaka Jumamosi wanapigana na majirani kila siku, wanagombana na majirani kila siku, kwa plot wanagombana kila siku, huko vijijini wanagombana kila siku na majirani, huko kwa kazi from Monday to Saturday ni kupigana, ni migongoro. Lakini Jumapili utapata ya kwamba wamenyenyekea sana, wanalia, wanaomba, wanapiga kelele, lakini ni uongo, ni wanafiki. Hebu sikiza wimbo vile inasema: yani nakuuliza, umeona mtu ni huyu ako kwa shida, lakini utaki kumsaidia, hauna huruma. Kama hauna huruma, hauna utu ndani yako na hauna Mungu ndani yako, kwa sababu Mungu ni Mungu wa huruma. Tuendelee, sikiza. Yani kuna watu ambao wanasema wameokoka, lakini ni waumini tu Jumapili peke yake. From Monday kuanzia kuanzia Jumamosi kuelekea kuanzia Jumatatu kwenda Jumamosi wanapigana na majirani kila siku. Sasa unaulizwa, sasa unampenda Mungu? Kama upendi jirani yako, kama hata rafiki yako amekushinda kumpenda, utashikanje Mungu? Utashikanje Mungu ambaye umuoni kila siku? Kama umeshindwa kumshika mtu rafiki yako, jirani, mfanyakazi mwenzako ambaye unamuona kila siku. Sasa mtu anafaa anjiangalie, anjichukuze. Uangalie kama ni Mungu uko naye, ama ni kanisa unaenda, ama ni kwaya unaimba. Ni Mungu umeshika, ama ni talent ya uimbaji uko nayo? Ni Mungu uko naye, ama ni watu tu uko nao? Ni Mungu uko naye, ama ni tabia umejifundisha ya kwenda Jumapili kila Jumapili, ya kwenda kanisani kila Jumapili, lakini umeshindwa? Unajua faith without action is dead. Imani sio maneno tu. Ni imani inadhihirika kuwa ni imani ya kweli kwa kupitia kwa matendo. Na sana sana sio vile unasema, sana sana ni vile unafanya. Vile watu wanakujua nyumbani, ndugu zako, dada zako, vile wanakujua nyumbani, majirani zako vile wanakujua. Unaona vile unasumbua sana huko kwa kijiji, vile unasumbua sana kule kazini, na kisha unangeuka Jumapili uko mbele kutangaza ya kwamba nina Mungu, nina Yesu, nina Roho Mtakatifu, ninaenda mbele. Lakini mambo ya kiimani sana sana udhihirishwa kwa matendo. Kama vile mwili
ulioko bila pumzi umekufa, vivyo hivyo imani bila matendo imekufa. Maana Sunday tunakaa, yani kwa mfanano tunakaa kwa kuangalia. Unaona watu ni kama wanamcha Mungu sana, lakini Jumatatu mpaka Jumamosi ndio utajua ya kwamba watu hawana Mungu kabisa. Watu hata kile wana confess hawakijui, hawakielewi ni nini wanaendeleza kule kanisani kwao. Lakini ukienda upate watu wengine hata hawaongei sana, lakini kwa matendo vivia anakaa matendo. Wewe utamuuliza, kwani wewe umeokoka? Kwani wewe una Mungu? Kwa sababu gani? Ukiangalia matendo yake ni safi, ukisikiza kuongea kwake masengenyo hakuna chuki, hakuna kumwangalia jirani yako kwa jicho mbaya kama vile watu wengine wako. Kwa hivyo kumshika Mungu na kumjua Mungu kuko katika action. Imani iko katika action, sio imani ya kuongea tu alafu matendo hakuna. Kiza hata nyimbo zingine hapa, sikia vile maandiko yanasema, Bwana nichunguze, Bwana nionekanie, Bwana nichungue ndio nitembea katika nuru. Hataki kutembea katika giza. Nyimbo Bwana nichunguze, Bwana nitazame, kwa matendo yangu nitembee nuruni. Bwana nichunguze, Bwana nitazame, kwa matendo yangu nitembee nuruni. Bwana njia yangu ya wokovu, Bwana ndiye njia yangu. Bwana njia yangu ya wokovu, Bwana ndiye njia yangu. Unasikia upako ulioko katika huo wimbo? Yaani, Bwana nitazame, Bwana nichunguze, nitembee katika nuru. Bwana ndiye njia yangu ya wokovu wangu. Bwana ndiye njia kuu, yani ndiye barabara yangu. Maandiko yanasema kuna njia ionekanao kuwa nzuri machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kwa hivyo ni vizuri ujichunguze wewe mwenyewe. Uende katika mkutano wako na wewe ujichunguze, uone ni Mungu niko naye, ama vile natenda matendo yangu yanamfuata nani, yanachukua mfano wa nani? Ni mfano wa Mungu, ni mfano wa shetani, ni mfano wa mwanadamu, vile wewe unaona inafaa. Kwa sababu wakati mwingine ukisikiza watu wakiongea, watu hawaendi katika neno. Watu badala ya kwenda katika Injili wanaenda kulingana na maono yao. Mimi ninaona, kwa maoni yangu ninaona nikaa hivi. Kwa maoni yangu ninaona tusiongeleshane na fulani. Kwa maoni yangu ninaona fulani tumekosana, hata usiwahi kuja kwa mazishi yangu. Kuongea kwako. Na mtu anauliza, kwani kuko na nini? Kwani atanifanyia aje? Hata haijaandikwa hivyo, hata kuko hivyo, hata nikaa namna gani? Style ni zangu, kwani nitaulizwa na nani? Ni mimi, mniache na mimi na Mungu wangu. Sio hivyo, sio uache na Mungu wako. Ni unjue jinsi ya kukaa na wanadamu wenzako. Ni unjue jinsi ya kuongelesha watu. Ni unjue jinsi ya kukaa na ndugu zako na majirani zako. Lazima ujifundishe. Mungu akufundishe, Roho wa Mungu akufundishe, na Mungu hata kufundisha, hata kupatia lesson ya kukaa na migogoro na watu, hata kupatia lesson ya kukaa vizuri na watu. Ubarikiwe sana, neema ya Mungu ikutoshe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana nimekiri nilikukosea, kwa matendo yangu nitembee nuruni. Bwana nimekiri nilikukosea, kwa matendo yangu nitembee nuruni.
imani. Imani ni nini? Imani ni ngao ya shinda jaribu. Barikiwa sana, Mungu akutoshe.